anaweza, anaweza, anaweza Jehova, anaweza. Hakuna mtu atakayeishia njiani wala atakayepotea. Hichi ni kifaa cha Bwana. Bwana amekisimika hapa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa sababu ya watu ambao wameninulia katika huduma hii. Maana kufanya huduma ya namna hii ukiwa peke yako sio jambo jepesi. Lakini Mungu ni mwaminifu, alitambua jukumu ambalo ameweka ndani yangu, akaona kabisa kuna umuhimu wa kuweka watu ambao watakuwa baraka katika kazi ninayoifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wangu umejaa shukrani sana kwa ajili yao. Mungu awabariki na Mungu awatunze sana. Na Bwana asiwapungukie katika jina la Yesu. Nasema na Bwana asiwapungukie katika jina la Yesu. Narudia tena, nasema Bwana asiwapungukie katika jina la Yesu. Haleluya. Leo ni siku yetu ya 4 katika mkutano wetu huu wa baraka ambao tumeuanza sasa. Ni siku ya 4 leo. Tumekuwa na mwendelezo wa somo letu ambalo ni upendo wa Mungu unaomtafuta mwanadamu, kumtoa mwanadamu katika giza na kumuingiza mwanadamu katika nuru. Tumeendelea kutembea hapo na kumwambia Mungu atusaidie kuweza kutoka katika changamoto ambazo zimetushikilia kwa muda mrefu. Changamoto nyingi ambazo zinatukabili wakati mwingine ni ujinga tu na kukosa maarifa sahihi ya kiroho ya kuweza kutoka katika sehemu ambazo tumekwama. Ukisoma Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Malaki ile sura ya mstari wa 6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio watu wake wanaangamizwa kwa kukosa fedha. Sio watu wake wanaangamizwa kwa sababu hawaombi. Sio watu wake wanaangamizwa kwa sababu hawaendi kwenye ibada. Wanaenda ibadani, wamesoma, wana degree, wana masters, ni maprofesa, lakini hawana maarifa. Maarifa kibinadamu hata siku moja hayawezi kukusaidia ukapata upenyo au ukawa mshindi katika ulimwengu wa roho. Haiwezi kukusaidia hata siku moja. Kwa sababu wachawi hawaogopi degree uliokuwa nayo, kwa sababu wachawi hawaogopi nafasi uliokuwa nayo. Kama wewe ni mkuu wa mkoa, mkurugenzi, sijui rais, sijui na nafasi gani ambayo wanadamu wamekupa, wachawi hawataiogopa hiyo. Wachawi wanachokiogopa ni kuona wewe una nguvu kubwa zaidi ya kiroho kuliko wao, ndipo watakapokuogopa na kukuheshimu na kukupigia saluti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaelewa wachawi wao hawaogopi ukiwa umejenga nyumba lakini umeweka fence ya umeme. Hicho kitu wao hakiwatishi. Watakukandamiza, watakutumia wanavyotaka wao, kwa sababu fence ya umeme wao kwao sio kitu. Watakutumia wanavyotaka wao. Lakini kinachosababisha wakakuogopa na kukupigia saluti, wanapoona ndani yako kuna kitu cha tofauti, wanapoona ndani yako kuna mzee wa siku, wanapoona ndani yako kuna moto lao, wanapoona ndani yako kuna nguvu za Yesu, wanapomuona Yesu mzima mzima ndani yako. Na kutaka nikwambie mtu wa Mungu, watapiga saluti kwako, watakuogopa na watakupa jina lingine. Watasema wewe ni mchawi wa wachawi, watasema wewe ni mganga wa waganga, kwa sababu umewazidi uwezo. Lakini sio kwamba wewe ni mchawi, kwa sababu mzee wa siku yuko ndani yako, na huyo ndiye anaogopewa, na huyo ndiye anayetisha, maana hakuna ambaye ana nguvu zaidi yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hawaogopi kwa sababu una fedha nyingi. Hawaogopi kwa sababu ni balozi wa nyumba 10. Hawaogopi umetoka kwenye familia yenye fedha. Wanachokiogopa wanapomwona Yesu mzima mzima ndani yako. Hicho ndicho kinachotoa sababu ya wachawi na waganga na nguvu zote za giza zikuogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikueleza kwamba katika ulimwengu wa roho kuna namna ya kuingia. Hauingii kama unavyoingia sebleni kwako. Hauingii kama unavyoingia kwenye ofisi fulani zina utaratibu wao. Hapana. Kuna utaratibu wake wa kuweza kuingia katika ulimwengu wa roho. Kwanza unampokea Yesu Kristo, anakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu anakupa kitu kingine ambayo ndio paswa ya kutembelea nao katika ulimwengu wa roho, ambayo inaitwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho hatukutani na vitu ambavyo vina mwili kama tuliokuwa nao sisi. Tunakutana na roho, maana roho zenyewe hazina mili. Roho zinatafuta mili ya kuitumia. Ndio maana kuna walevi wanatamani kuacha pombe, inashindikana. Wanatamani kuacha sigara, inashindikana. Kwa sababu ulevi, kwa sababu uvutaji bangi, utumiaji wa madawa kulevya sio akili ya mwanadamu, bali kuna roho ambayo inamsukuma ndani yake haweze kutenda matendo kama hayo. Kwa hiyo hiyo roho isipopata roho yenye nguvu ili kuweza kuishinda ndani yake, huyo mtu hataweza kutoka. Lakini nataka nikwambie kwa jina la Yesu, Yesu ametupaka mafuta, ameachilia roho yenye nguvu ndani yetu ya kushinda uteja, ya kushinda ulevi, ya kushinda uzinzi, ya kushinda dhambi. Tunatembea katika nuru, hatuingii gizani, kwa sababu yeye yuko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe.
Jesus. Hatuwezi kuwa washindi au hatuwezi kuwa na mafanikio makubwa kama tukipuuza ulimwengu wa roho. Kwa sababu uchawi ni jambo la kiroho. Kwa sababu uganga ni jambo la kiroho. Watu wengi wanauamini sana uchawi kuliko kuziamini nguvu za Mungu. Na wanauogopa uchawi kuliko kuziheshimu nguvu za Mungu. Mpe Mungu nafasi ya kwanza ili yeye akupiganie na uone nguvu zake zinazopita na kupasua ilizi zao, na kupasua tunguli zao, na kupasua vibuyu vyao, na utauona ushindi kwa jina la Yesu. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunauona upendo wa Mungu jinsi ambavyo unamfuatilia mwanadamu. Tangu awali mwanadamu alipomkataa Mungu, Mungu hajamkatia tamaa mwanadamu. Ameendelea kutafuta kila namna ya kuweza kumtoa mwanadamu kwenye shimo. Ametafuta kila namna ya kuweza kumtoa mwanadamu kwenye giza ambalo mwanadamu alijiingiza yeye mwenyewe. Kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu hakumuumbia atembee kwenye giza. Alikuwa amemkusudia mema atembee katika nuru. Lakini mwanadamu baada ya kutenda dhambi akaingia kwenye mfumo mwingine ambao ni mfumo wa giza. Kwenye mfumo wa giza ndipo tunapokutana na mauti. Ndipo tunaona watu wanakufa. Ndipo tunaona kwamba magonjwa yapo. Ndipo tunaona umaskini upo. Ndipo tunaona kwamba mwanadamu anafanya kila kitu kwa ugumu, kwa sababu ameondoka kwenye mfumo wa Mungu na ameingia kwenye mfumo wa giza ambapo Mungu hakumkusudia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaposikia mara popote tunahubiri injili, haikuwa gharama ndogo, ilimgharimu Mungu kiasi kikubwa sana. Kwa sababu fedha haikuweza kumkomboa mwanadamu, kwa sababu dhahabu haikuweza kumkomboa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu vitu ambavyo vilikuwa vina thamani kwenye maisha ya mwanadamu havikuweza kumkomboa mwanadamu pale mahali ambapo mwanadamu alijiingiza mwenyewe. Ili kumtoa kwenye mfumo wa giza kumrudisha kwenye mfumo wa nuru, ili mgharimu Mungu. Biblia yangu inaeleza kwamba kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo ilimgharimu Mungu kumtoa mwanae wa pekee ili kuturudisha tena katika mfumo ambao Mungu alikuwa ameukusudia sisi tuwepo. Haleluya. 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 Kwa hiyo ukitembea katika mfumo wa giza hauwezi kuziona baraka za Mungu. Ukitembea katika mfumo wa giza lazima utaingia kwenye mashimo. Ukitembea kwenye mfumo wa giza utaingia kwenye mitego. Ukiingia kwenye mfumo wa giza hauwezi kuziona baraka na fursa ambazo Mungu ameachilia kwenye maisha yako. Hakuna mwanadamu ambaye anafanyaga biashara gizani. Hakuna mwanadamu ambaye ameweka duka kwenye giza na hajaweka taa, maana wateja hawataliona. Ukitembea katika giza hauwezi kuona mafanikio, hauwezi kuona kibali, hauwezi kuona upenyo. Nataka nikupe shauri, mtu anganana, sema ndio kwa Yesu leo. Hakutoe kwenye giza, hakuingize kwenye nuru. Uanze kuziona baraka za Bwana, uanze kuona mafanikio ya Bwana kwenye maisha yako, ili utoke kwenye mauti, ili utoke kwenye magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kufanikiwa ukiwa gizani. Nikatoa mfano wa Yakobo. Ukikutana naye mbinguni, nenda kamuulize, kapenda binti? Wakamwambia kwetu haviendagi namna hii, usubiri usiku uingie. Imefika usiku, kaletewa binti. Panapambazuka alfajiri, mwanga umetokea, na funua anakuta sicho alichokichagua. Kapewa chaguo tofauti na alichokitaka yeye. Akaambia unataka tena yule, fanya mingine 7 tena. Jesus. Ukisoma kitabu cha Wafalme, kuna wamama wawili walikuwa wanateseka na njaa. Wakasema sasa cha kufanya tule watoto wetu. Lakini katika ile mazingira alikuwa ni magumu. Yule mmoja akalalia mtoto wake akafa,
Alafu ilipofika usiku yule mwenzake akapitiwa na usingizi, akambadilishia katoto kalikokufa, akachukua kazima, akakaa nako yeye. Lakini kama ingekuwa kuna nuru, yule mwanamke angeweza kushtuka mapema kwamba hapa anachezewa, alafu kwenye hili giza angeweza kushtuka mapema kwamba anapewa mauti badala ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yote itendeka katika giza. Kwenye giza watu wanabadilishiwa hatima zao. Kwenye giza watu wanabadilishiwa mifumo yao. Kwenye giza watu wanabadilishiwa mabaraka yao. Kwenye giza watu wanabadilishiwa mafanikio yao. Nataka nikupe shauri, mtu anganana, sema ndio kwa Yesu leo, akuingize kwenye mfumo wa nuru, uanze kuziona baraka za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya giza ni hatari. Usikubali mwana Mungu kaa gizani. Hivi kuna vibaka wanaibaga mchana kweupe na jua linawaka? Tunajua ndio wapo maeneo ambapo hapanaga watu, lakini sio mara nyingi unawakuta wanafanya vitu vya namna hiyo. Lakini subiri giza lije, hata wewe mwenyewe utakuwa shahidi kwamba kuna njia zingine ikishafika giza hapapitiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa nje ya Yesu, wewe unatembea kwenye giza. Shetani anapokutazama, maana yeye ndio mmiliki wa giza, anapokutazama anakuona wewe ni mshikaki, anakuona wewe ni mkate, anaona wewe kama ni andazi, maana yeye ndio mfalme na mtawala wa giza. Kwa hiyo unapotembea katika mfumo wa giza, unakuwa chini ya umiliki wake. Anaweza akafanya chochote anachokitaka kwenye maisha yako. Lakini nataka nikwambie, shetani anaiogopa nuru. Ndio maana kwenye nuru huko haji, anatuogopa, anatuma wajumbe wake ambao wanamili kama wanadamu. Lakini na wao pia wakikutazama ndani yako, wakimwona mzee wa siku, wanafyata mikia na kuondoka, kwa sababu ndani yako yupo Bwana wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Ondoka kwenye giza, njoo kwenye nuru. Njoo kwenye nuru. Ndio, toka kwenye giza, njoo kwenye nuru. Ndio mpango wa Mungu aliokuwa nao juu ya mwanadamu, kumtoa mwanadamu kwenye giza na kumuingiza kwenye nuru, na ndio mpango wake mkubwa. Usikubali kuzuiliwa na mawazo, usikubali kuzuiliwa na fikra zako, usikubali kuzuiliwa na jirani yako, kwa sababu yeye hana majibu ya maisha yako, yeye hana msaada wa maisha yako. Nilikueleza jana, wanadamu msaada wao una kikomo. Nikakupa mfano wa mzazi ambaye amezaa mtoto kwenye tumbo lake kwa mwenyewe. Anapokuwa mchanga anamtunza na kumbembeleza sana, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda anaanza kuongezeka, anakuwa mzito, anaanza kutengwa, anaanza kufukuzwa nyumbani, nenda kajitegemee. Lakini sivyo ambavyo Yesu alivyo. Yeye atakuwa pamoja na wewe nyakati zote. Yeye atakuwa pamoja na wewe, iwe ni kwenye raha au ni kwenye magumu. Bwana Yesu apewe sifa. Wanadamu, upendo wetu ni wa muda, ni wa kitambo tu. Tukiona umeshakuwa mzigo kwetu, tunaanza kukupiga majungu. Ukishakuwa mzigo kwetu, tunaanza kukusimanga uondoke. Ndio. Lakini Yesu yeye hana huo mpango. Ukioa anampenda na mke wako, anakutunza, anakupa na hekima ya kuishi naye, anawapa na baraka zingine ambazo nyinyi mlikuwa mstahili, lakini mnastahilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie mwana wa Mungu, ushuhuda huu kwamba ukisoma kitabu cha Mwanzo mpaka kwenye kitabu cha Malaki, hakuna mahala popote ambapo mwanadamu alikuwa na uwezo wa kukemea roho. Nenda kasome. Hakuna sehemu ambapo mwanadamu alikuwa na uwezo wa kufukuza pepo ndani ya mwili wa mtu. Mpaka tunapoanza kusoma kitabu cha Mathayo, baada ya Yesu kuja ulimwenguni, watu wanaanza kushangaa. Wanasemaje pepo wanamtii kwa amri yake? Ndiyo, wanamtii kwa sababu yeye alikuja kama nuru katika ulimwengu, ili giza liondoke, nuru itawale. Ndio maana na sisi leo tumepewa mamlaka, tumepewa nguvu, tumepewa kibali, tumepewa amri juu ya pepo wote, juu ya waganga wote, juu ya wachawi wote, na juu ya kuzimu pia. Hakuna kibwengo, hakuna shetani, hakuna mchawi ambaye anaweza kafurukuta unapokuwa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume unakutana wana wa Skewa wakaamua kukopi na kupesti mfumo aliokuwa anatembea nao Paulo. Wakasema, na sisi tunakuamuru kwa jina la yule Yesu anaohubiriwa na Paulo, mtoke mtu huyu.
Ona kilichotokea sasa. Biblia inasema wale wana wa Skewa walikuwa ni wana wa kuhani mkuu. Kwa kipindi hiki tunasema walikuwa ni watoto wa bishop au wa askofu mkuu. Kwa hiyo kama walikuwa ni watoto wa bishop, kama walikuwa ni watoto wa askofu, walikuwa wanaelewa kitu ambacho kinafanyika kwenye huduma ambayo baba yao alikuwa anafanya. Kwa sababu kuna tofauti ya kukemea pepo na kupunga pepo. Wale ambao wamekaa pwani wanafahamu. Kuna watu ambao wanaitwa viti vya mapepo. Pepo linapoingia ndani yake, wanamfunika nguo, wanaanza kumuuliza maswali. Hapo ndipo wanapoanza kupunga pepo, kwamba unasemaje kiti wetu usimtese, sijui mvalishe hiki, hizo takataka sitaki kuzeleza. Lakini kwetu sisi hakuna cha kiti, hakuna cha stuli, hakuna cha sofa. Tunakuja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunakuamuru wewe pepo mchafu ndani ya mwili huu, toka na uondoke katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wakaanza kushangaa kwamba inawezekanaje huyu jamaa anawaamuru pepo wanamtii kwa neno lake. Haleluya. Alafu wale mafarisayo walikuwa wanaotembea kwenye mfumo wa sheria za Musa, wakaanza kusema huyu jamaa amekuja na mfumo ambao sisi hatuutambui. Huyu atakuwa anatumia mkuu wa pepo Beelzebuli. Kwa sababu kwao kitu cha namna hiyo hakikuwepo. Ila Yesu alipokuja ulimwenguni kama nuru, amejaa nguvu na mamlaka na uwezo, akaachilia ile neema kwa wanadamu. Mara ya kwanza tunaona wakina Mathayo, wanaona wakina Paulo, tunaona na wengine pia wanaondoka, wanaenda kukemea mapepo na kuponya wagonjwa, wanarudi kwa Yesu wakiwa na furaha. Bwana, tumetoka kwenye kazi, tunaona hata pepo wanatutii, tunaona hata wagonjwa wanapona kwa jina lako. Sasa tumeamini. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, zile hazikuwa hadithi, yale yakuwa matendo ya zamani. Huo mpango upo hata sasa. Ukimpokea Yesu leo, una amri juu ya pepo. Ukimpokea Yesu leo, una amri juu ya nguvu zote za giza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Toka gizani njoo nuruni. Upendo wa Bwana unakufuata, upendo wa Bwana unakutafuta. Usijikatie tamaa, neema ya Bwana bado ipo. Haleluya, haleluya. Mungu hakupanga sisi tuishi kwenye giza. Hakutaka tutembee kwenye giza. Lengo lake tutembee katika nuru. Maana katika nuru ndipo tunakwenda tukiwa na uhai wetu, tukiwa na baraka zetu, tukiwa na mafanikio yetu. Ndio mpango wa Mungu. Maana moyo wake haupendi kuwaumiza wanadamu. Hapendi kuona wanadamu wakiteseka. Haleluya, haleluya. Kuna wazazi wengi sana wamekatia watoto wao tamaa kwa sababu ya ulevi wanaowaona ndani yao upo. Wazazi wengi wamekatia watoto wao tamaa kwa sababu wamefeli shule za gharama walizowapeleka. Wazazi wengi wamekatia watoto wao tamaa baada ya kuona kwamba wao wanavuta bangi, wamekuwa walevi. Wazazi wengi wamerudi nyuma upendo wa watoto wao. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, neema bado ipo. Huyo bado hajaharibika. Nataka nikwambie hicho ni kifaa cha Bwana. Bwana anataka kitengeneze. Walikuwepo akina Paulo ambao walikuwa ni wauaji, lakini Bwana akawatengeneza, akawafanya kuwa ni wahubiri wa kimataifa. Nataka nikwambie walikuwepo ambao walikuwa kina Yabesi, walikuwa ni maskini waliozaliwa na makahaba, lakini bado Mungu aliwafinyanga na kuwatengeneza wakawa watu watawala. Nataka nikwambie walikuwepo akina Gideoni, walikuwa wamejidharau, wamejiona wao ni duni, wanapepeta ngano waifiche kwenye mashimo kwa sababu ya Midiani, lakini Bwana akamwambia simama wewe shujaa. Akimtazama anamuona shujaa. Nataka nikwambie mama, mtoto wako hajaribika bado, maana Bwana na mpango naye, maana Bwana na kusudi naye, maana Bwana na kusudi naye. Usimkatie tamaa, lete madhabahuni kwa jina la Yesu. Tutakemea roho ya ulevi ndani yake, tutakemea roho ya uvutaji bangi ndani yake, na Bwana atamfinyanga na kumtengeneza, atakuwa chombo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo bado hajaribika. Nasema bado. Nasema bado hajaribika. Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Ukiamini anakutendea makuu zaidi. Bado hajaribika. Nasema bado. Wanapenda kutoa mfano wangu mwenyewe binafsi. Mimi nilikataliwa na ndugu kwa sababu ya ulevi na uvutaji bangi.
na mambo mengine maovu mengi nilikuwa nafanya. Wakaona sina chochote, sina thamani. Nikaondoka kwenye mazingira ya nyumbani. Hakuna aliyenitafuta. Nakula wapi, nalala wapi, hakuna anayetaka kujua. Kwa sababu ndani yangu nimeharibika. Hawanitaki wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema bado hajaharibika huyo wa kwako. Ikapita miaka 11, sijapigiwa simu na baba wala mjomba wala shangazi. Hakuna anataka kujua kwamba niko wapi na ninafanya nini. Lakini neema ya Bwana, nataka nikwambie upendo wa Bwana ukanitafuta kwenye misingi mibovu. Nataka nikwambie upendo wa Bwana ukanifuata kwenye vijiwe vya kuvuta bangi. Upendo wa Bwana ukanifuata kule kwenye vilabu vya pombe. Upendo wa Bwana ukanifuata pale mahala ambapo nilikuwa najificha. Upendo wa Bwana ukanifuata, ukanitoa kwenye giza, ukaniingiza kwenye nuru. Leo niko Arusha na hubiri injili. Usiniulize nimefikaje. Nataka nikwambie ni neema ya Bwana ili nifuata kule nilikokuwa. Huyo kijana wako hajaharibika, hao watoto wako hajaharibika. Ndio kwanza Bwana na mpango nao, ndio kwanza Bwana na wafinyanga. Bwana Yesu asifiwe. Haujasoma neno la Bwana. Mungu akamwambia Yeremia, nenda kule kwa mfinyanzi, utamwona mfinyanzi anatengeneza chombo kile kilichoharibika, alikifinyanga tena kuwa chombo kingine. Huyo mlevi unaomuona sasa inawezekana ni mchungaji. Huyo mlevi unaomuona sasa inawezekana ni mwinjilisti. Huyo mzinzi unaomuona sasa inawezekana ni profeti. Nataka nikwambie yupo mfinyanzi anaweza kukifinyanga chombo kilichoharibika akakifanya chombo kingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Bwana akamwambia Yeremia, nenda kwa mfinyanzi, utamkuta mfinyanzi anakifinyanga chombo kilichoharibika, anakifinyanga tena anakifinyanga tena. Jinsi apendavyo Bwana ndivyo ulivyo Bwana. Wewe ni mfinyanzi, kilichoharibika unakifinyanga tena, unakifinyanga tena kama vile upendavyo Bwana. Jesus. Naambia ameharibika huyo. Nataka nikwambie bado. Jana nilikupa mfano wa mchungaji ambaye figo zake zilikuwa zimeoza. Madaktari walipomtazama wakaona huyu ni wakufa kesho, wakaona ni wakufa leo. Lakini yule mchungaji tulikuwa tukienda kumuona anatuambia ya kwamba, wanangu, mimi nanyanyuka wiki hii, Bwana ananionyesha eneo la kanisa la kwenda kujenga tena kanisa lingine. Lakini madaktari akili zao zimegoma, na sisi tunaona kabisa picha zinaonyesha figo zimekataa. Lakini ndani yake alikuwa na tumaini ya kwamba Bwana atamuinua tena. Bwana Yesu asifiwe. Fanya mchezo na vitu vingine, sio Yesu. Jesus. Inafika wakati tumebeba juice, tumebeba mikate na matunda na ndizi, tunaenda hospitali kwenda kumuona mchungaji. Na tunanena kwa lugha, Bwana, kweli hali ya mtumishi wako ni mbaya, fanya muujiza. Madaktari wamesema imeshinda. Anaambia mwanangu, beba hicho kifurushi, beba hiyo famous ya chupa, mara nitaitumia kwenye uji kule mlimani nikiwepo. Chukua na hiki, chukua na kile. Tukamwambia, baba, umechanganyikiwa, unaondokaje na madaktari wamekata? Kaambia, Bwana amenitembelea leo usiku, amenipa figo zingine mpya. Nataka nikwambie kwenye store ya Bwana kuna viungo vingine vipya. Hilo jicho lilopofuka, Bwana nalo lingine kwenye store yake. Nataka nikwambie hizo figo zilizooza, Bwana anazo zingine kwenye store yake. Wewe mama ambaye unasema mtoto wako ameharibika, nataka nikwambie bado kwenye store ya Yesu kuna spare ambazo hazijatumika bado, maana zimeandaliwa kwa ajili yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Yule mchungaji mpaka leo yuko pale Matale anapiga injili. Lakini ukiuliza madokta kwamba mweze kasema hata sisi hatuna majibu. Utakuwaje na majibu unaweka degree kwenye mambo ya rohoni? Una kichaa wewe. Jesus. Yupo mfinyanzi, nataka nikwambie yupo mfinyanzi. Hiyo ndo ambayo unaona imeharibika, nataka nikwambie bado. Nataka nikwambie bado yupo mfinyanzi, ana uwezo wa kukifinyanga tena kilichoharibika na kukifanya kipya tena. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kazi ya Yesu, yeye ni mfinyanzi. Jesus. Alikuwa anajua Yuda Iskariote ni mwizi, lakini hakumkataa.
ili kusudi litimie. Akaenda na hivyo hivyo. Unajua huyu jamaa ni mwizi, twende baba ili kusudi litimie. Ndio. Hatukatagi watu wabaya kwenye maisha yetu wakati mwingine ili wa ushuhuda kwa Bwana. Haleluya. 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 Akaenda naye mpaka kusudi la Bwana lilipotimia, na sisi ndio maana mpaka leo tunamtambua Yuda. Kama Yesu angemkataga mapema tungemjulia wapi Yuda Iskariote? Tungemjulia wapi Yuda Iskariote? Alikuwa mwizi, tungemjulia wapi? Mpiga dili. Haleluya. 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 Watu wabaya wakati mwingine kwenye maisha yetu tunawakaribisha ili kwamba wakitoka pale uende ukawa ushuhuda kwenye maisha yao. Nataka nikwambie bado hajaharibika huyo. Lipo tumaini kwa Bwana. Yupo mfinyanzi ambaye hatakifinyanga chombo kile kilichoharibika, hatakifanya chombo kingine tena. Kama alivyotufinyanga sisi, hatamfinyanga na huyo pia. Maana yeye si mwanadamu hata kabadilike. Yeye sio mtu atakaseme uongo. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Huyo ndo Yesu Mgalilaya. Kuna wimbo fulani, nampenda Yesu wa Galilaya. Ametenda makuu moyoni mwangu. Ila tosha mtumishi wa Mungu. Haleluya. 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 Kama sio Yesu Manyata ningefikaje mimi? Nataka nikwambie kama sio Yesu Arusha ningefikaje? Hii ndio laana, uzuri na utamu wa kukaa ndani ya Yesu. Anakuheshimisha ambapo ukustahili heshima, anakupa baraka ambapo ukustahili baraka, anakutoa kwenye giza, anakuingiza kwenye nuru. Unaanza kutembea katika mfumo wa baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Na uzuri wa Yesu hakuaibishagi hata siku moja. Hata kama umekosa hela, upo kwenye maombi ya kufunga, ukitoka unang'aa. Nilisema jana, kama umekuloka kwenye pipa la Blue Band, umetoka unang'aa. Nenda kamuulize Musa, alifunga siku 40 usiku na mchana. Alipoteremka mlimani, uso wake unang'aa na amefurahi na ameshiba vizuri. Utafikiri wale waliokuwa nakula usiku na mchana. Nataka nikwambie, wache wakucheke wewe mlokole, unashinda kanisani, lakini Bwana atakuheshimisha mbele yao. Bwana atakufanya baraka mbele yao. Bwana atakupa neema zaidi mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Hujasoma Biblia yako? Wakina Danieli walikubali kula mtama na maji, lakini wakapendeza kuliko wale wengine. Walibadilishiwa majina, lakini ilishindikana kubadilisha hatima zao. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, songa mbele kwa utukufu wa jina la Bwana. Tunza utakatifu ndani yako, utaziona baraka za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Usibabaike na chipsi mayai zao. Wewe twanga mtama na maji, alafu majibu baadaye. Anayepiga chipsi na Coca-Cola unakuta amepauka na mapepo ya uzinzi kama muogo wa kuchoma. Halafu unakuja chombo cha Mgalilaya ambao umekubali kula mtama na maji, wakikutazama namna hii kama umeopolewa kwenye kopo la Blue Band. Nataka nikwambie, pa Yesu inalipa na chenchi inabaki. Bwana Yesu asifiwe. Hautaweza kuaibika. Bwana hata kuacha ukaibika wala ukapata fedhea, wala watoto wako hawataomba mikate barabarani. Bwana Yesu asifiwe. Jesus. Hata kuacha waibike wala kuona watoto wako wanaomba mikate barabarani. Jesus. Huu ndio uzuri na utamu wa Yesu. Yaani kwamba anaanza na wewe, alafu wakuache, anaendelea na watoto wako. Alianza na Ibrahim, tukajua kwamba ataishi hapo hapo. Akaja na Isaka, akaja na Yakobo, bado anatembea nao, hajawaacha, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu ambaye analitazama agano lake ili apate kulitimiza. Na wewe ambaye umezaliwa upya katika Yesu Kristo, Bwana hata kuacha, analitazama neno lake apate kulitimiza. Maana yeye si mtu wala si mwanadamu akaseme uongo. Kama amesema atakubariki, na atakubariki kweli. Kama amesema atakuinua, na atakuinua kweli. Na hizi injili tunahubiri sio kwa sababu ya kutaka majina, sio kwa sababu ya kutaka fedha. Alitenda kwetu, tuna uhakika atatenda na kwako. Alifanya kwa wengine, atafanya na kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Hebu tuimbe kidogo, nampenda Yesu wa Galilaya. Maana nasikia mafuta yanachemka ndani yangu. Hako kwa wimbo kanakuja mara kwa mara. Ndio, nampenda Yesu wa Galilaya. Ndio. Nampenda Yesu
Galilaya, ametenda makuu moyoni mwangu. Msimama tumfurahie Bwana Yesu kidogo, alafu tumalizie sasa na maombi. Ndio. Jesus. Ndio. Ametenda makuu moyoni mwangu, nampenda Yesu. Nampenda Yesu wa Galilaya, ametenda makuu moyoni mwangu, nampenda Yesu wa Galilaya, ametenda makuu moyoni mwangu, nampenda Yesu. Haleluya. Nampenda Yesu. Ametenda nini? Nampenda Yesu. Ametenda nini? Nampenda Yesu wa Galilaya, ametenda makuu moyoni mwangu. Haleluya. Kaa kwenye kitako cha baraka tumalizie. Huo ndio uzuri na utamu wa Yesu. Wakati unaelezea matendo yake kwenye maisha yako, anakupa na wimbo kukufariji, anakupa na wimbo kukutengeneza, anakupa na wimbo kukubembeleza. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako mahali ulipo, tuingie kwenye maombi sasa. Asante Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu, inua tu mikono yako juu mahali ulipo. Na wabariki watoto wako wa mfalme imani ya Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Kitasania neema kutoka kwako Bwana. Nami naenda kinyume na kila nguvu za giza, nami naenda kinyume na kila mamlaka za giza juu ya maisha yao, juu ya afya zao, juu ya maisha yao. Na kemea kila pepo ambaye amesimama katika maisha yao, amekamata fikra zao, amekamata fahamu zao, kwa jina la Yesu Kristo. Kila pepo kwenye tumbo, kila pepo kwenye miguu, kila pepo kwenye ufahamu wao, kila pepo kwenye fikra zao, inakuamuru kwa jina la Yesu, toweka kuanzia sasa, toweka kuanzia sasa, toweka kuanzia sasa. Inatoa mkono wako juu. Unahitaji msaada wa Mungu katika maisha yako, mahali ulipo ni pagumu. Njoo tuombe hapa mbele. Njoo hapa mbele tuombe. Usiogope, njoo. Njoo tuombe. Unasumbuliwa na nguvu za giza, unasumbuliwa na tatizo lolote kwenye maisha yako, hakuna mtu mwenye majibu. Leo kisima kimetibuliwa. Njoo hapa mbele tuombe. Hii ni siku ya tofauti sana, ni siku ya tofauti sana. Njoo tuombe hapa mbele. Njoo tuombe. Na wewe ambaye upo kwenye kiti hapo, inua tu mikono yako juu. Kuna maombi nitakuongoza, alafu tutaomba kwa pamoja. Nyinyi ambao umekuja hapa mbele, inua tu mikono yako juu. Mkono wako mmoja weka kwenye tatizo ambapo una tatizo. Kama ni tumboni, kama ni kichwani, weka. Alafu nitakuelekeza maombi ya kuomba. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Ninakataa kila uonevu kwa nguvu za giza kwenye maisha yangu. Ninakataa uonevu wa mapepo kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Kila neema, kila baraka ulizokusudia katika maisha yangu, Bwana Yesu, uonevu wa shetani ambao umezuia, naamuru sasa ukaachie ndoa yangu, ukaachie watoto wangu kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, inaomba nguvu yako uponyaji sasa, Bwana, juu ya watoto wako, Bwana. Huo mkono ambao umeweka
Mahala ambapo anasumbuliwa na tatizo, ni mkono wangu nimeubandika hapo, ni mkono wako umeweka hapo. Ninaamuru kwa jina la Yesu, kila nguvu za giza, kila mamlaka za kipepo, naamuru kuanzia sasa, paya toweka ndani yao, paya toweka ndani yao, paya toweka ndani yao. Kila roho ya ugumu kwenye maisha yao, kila uonevu wa kipepo kwenye maisha yao, kila uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yao, toka achia ndani yao, toka achia ndani yao kwa jina la Yesu. Wachungaji, piteni, bandikeni mikono ya watu huko, naendelea kuomba. Kila uonevu wa nguvu za giza taweka kwenye maisha yao, taweka kwenye maisha yao kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Kila uonevu wa shetani kwenye maisha yako, kwenye afya yako, ninaamuru moto lao, ninaamuru moto lao, ninaamuru moto lao, ninaamuru moto lao, ninaamuru moto lao. Hayo mateso kwenye miguu, hayo mateso kwenye miguu, hayo mateso kwenye afya yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka ondoka cha maisha yao, toka ondoka cha maisha yao, toka ondoka cha maisha yao kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Kila uonevu wa shetani juu ya maisha yako, juu ya baraka zako, kwenye maisha yako, inaamuru nguvu za giza ambazo zimekamata maisha yako, toweka kwa jina la Yesu, toweka kwa jina la Yesu, toweka kwa jina la Yesu. Kila madhabahu za kuzimu, kila madhabahu za kuzimu, kila madhabahu za kuzimu, hizo madhabahu za kichawi, hizo madhabahu za kichawi, paya ondoka cha maisha yao, paya ondoka cha maisha yao, paya ondoka cha maisha yao kwa mamlaka damu ya Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu. Paya cha maisha yao, paya cha maisha yao. Ramasaka yanda rabasaka, uliyekaa kwenye kiti chako, endelea kuomba, endelea kuomba. Kata uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yako, kata uonevu wa nguvu za giza kwenye maisha yako, toka ondoka cha maisha yao, toka ondoka cha maisha yao. Kila madhabahu za kichawi, kila madhabahu za kipepo, kila madhabahu za kuzimu, kila madhabahu za kiganga, kila madhabahu za wenyeji, kila madhabahu za kipepo, ninaamuru kwa jina la Yesu, ninaamuru kwa jina la Yesu, toka ondoka cha maisha yao, toka ondoka cha maisha yao, toka ondoka cha maisha yao kwa mamlaka damu ya Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu. Piga kile nguvu za giza ambazo zinaonea maisha yako, zinakandamiza maisha yako, piga haribu kwa moto, ndio piga haribu kwa moto, ndio piga kwa moto, piga kwa moto, piga kwa moto. Kila roho ya umaskini, kila roho ya magonjwa, kila roho ya madeni juu ya maisha yako, kemea, ondoka, ndio kemea kwa jina la Yesu, kemea kwa jina la Yesu, kemea kwa jina la Yesu, kemea kwa jina la Yesu. Kila nguvu za giza, kila mamlaka za kipepo, toka cha maisha yao, toka cha maisha yao, toka cha maisha yao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila nguvu za giza, kila mamlaka za kuzimu, kila mamlaka za kuzimu, hayo malango ya kuzimu yaliyokamata maisha yao, yaliyokamata maisha yao, yaliyokamata maisha yao, yaliyokamata baraka zao, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, paya ondoka cha maisha yao, paya ondoka cha maisha yao kwa mamlaka damu ya Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu. Kila nguvu za kichawi, kila nguvu za kichawi. Mama Joshua, weka mkono juu mama hapa kwenye tumbo lake, kwenye tumbo lake, ndio hiyo madhabahu ya kichawi, madhabahu ya kichawi, paya ondoka ndani yake, ndio paya ondoka kwenye maisha yake, paya ondoka kwenye maisha yake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Paya ondoka cha maisha yake, paya ondoka cha maisha yake kwa mamlaka damu ya Yesu. Kila uonevu wa nguvu za giza, kila uonevu wa nguvu za giza, toweka kwa jina la Yesu, toweka kwa jina la Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu, kwa mamlaka damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Haya, watoto wote, watoto wote njoni tuombee hapa. Neno la Mungu linasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Watoto wote njoni, pangeni laini moja hapo. Nyambo ameshabandikwa mikono sasa, naweza mkarudi kukaa kwenye viti vyenu vya baraka. Watoto wote, haya watoto wote, ndio mikono yenu juu. Ilo mikono ni juu, ilo mikono ni juu. Haya, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni kazi ya mikono yako. Ninaomba baraka zako, ninaomba unifungue, nisitumike na malango ya kuzimu. Bwana Yesu, unishike mkono nisipotee, unishike mkono, uniongoze kwenye maisha yangu, nizione baraka zako, nitembee kwenye nuru yako, nitembee kwenye nuru yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila agano nililoingia bila kujua kwenye ndoto, kupitia vyakula, kupitia vyakula, kupitia vinywaji, kupitia maneno, hilo agano ninalivunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ingia kwenye maisha yangu, ingia kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema yako na nguvu zako juu watoto wa Bwana. Ninaomba neema yako na nguvu zako juu watoto wa Bwana. Wabariki, watunze, walinde katika mikono yako. Nami nafukuza na kuharibu kila uvamizi wa maisha yao, kila uvamizi wa kipepo kwenye maisha yao, uvamizi wa kipepo kwenye maisha yao, kila uvamizi wa kipepo kwenye maisha yao, kila uvamizi wa kipepo kwenye maisha yao. Taweka kwa jina la Yesu, taweka kwa jina la Yesu, taweka kwa jina la Yesu. Paya ondoka ndani yao, paya ondoka ndani yao, paya ondoka ndani yao. Kila nguvu za mapepo, kila nguvu za kichawi, kila nguvu za kuzimu, taweka kwa jina la Yesu, taweka kwa jina la Yesu. Ndio wachungaji, bandikeni mikono ya watoto. Kuna wengine wanasumbuliwa na nguvu za giza, kuna wengine wanasumbuliwa na nguvu za giza hapa. Kuna wachawi wanatumia watoto. Kwa jina la Yesu, nguvu za kichawi, nguvu za kichawi, toka ondoka ndani yao, toka ondoka ndani yao, toka ondoka ndani yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka achia maisha yao, toka achia maisha yao. Kila madhabahu za kipepo, kila madhabahu za kichawi, toweka kwa jina la Yesu, toweka kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huyo mtoto aliyedondoka hapo, mtumishi wa Mungu, huyo mtoto aliyedondoka hapo, bebeni pelekeni ndani pale kanisani mkamwombee. Atawasumbua hapo. Ebeni pelekeni pale ndani, mkamfungue hapo ndani. Ndio, ni mtumishi wa Mungu huyo, bebeni vizuri tu kwa jina la Yesu Kristo. Hebu msogeze kidogo hapa, niguse kichwa chake, kuna kitu cha kufanya hapa kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu za giza uliokaa ndani ya huyo mtoto, kwa jina la Yesu, uliokamata hatima yake na fahamu zake, paya ondoka chama chake, paya ondoka chama chake kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Nenda mkamfungue pale ndani pale. Kemeni roho za kichawi zipo ndani yake mtoto, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, nabariki watoto hawa, wafungue, uweke huru kwa utukufu wa jina lako. Neema yako na nguvu zako e Bwana zikawe juu yao kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mapepo, majini, ndimu ambao mmekamata watoto na kutumikisha kwenye utawala wenu na kuwatumikisha kwenye nguvu zenu, toka toka maisha yao, toka maisha yao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka maisha yao, toka maisha yao kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi yako mazuri tena. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi yako. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kuna jambo la baraka nimelisahau hapa. Nasikia Roho Bwana akinikumbusha. Kuna watu ambao wapo katikati yetu hapa. Kuna watu ambao wapo katikati yetu hapa bado hawajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, bado hawajafanya patano na Yesu. Kama unajua hujaokoka bado na unataka Yesu aingie kwenye maisha yako, hebu inua tu mkono wako mahali ulipo ambapo umekaa kwenye kiti chako hapo. Inua tu mkono wako, usiogope. Inua tu usiogope. Wewe ambaye unamsaka huyu Yesu ambaye namhubiri, ambaye unataka Yesu aingie kwenye maisha yako, inua tu, usiogope mkono. Inua tu mkono wako. Asante Yesu. Ndio, naona kuna watu kule wanainua mikono yao. Inua tu mikono yako, usiogope. Lakini kuna wengine ambao walikuwa wameokoka zamani wakarudi nyuma kwa sababu za kibinadamu, maana wao ni watu tu pia, wakamwacha Yesu njiani. Inua tu mkono wako, usiogope. Mimi nasimama kukupatanisha kwa upendo na huyu Yesu. Inua tu mkono wako, usiogope. Inua tu mkono wako. Asante Yesu. Wewe ambaye umeinua mkono wako, simama tu kwa ujasiri kabisa. Njoo hapa nikuongeze sala ya toba na Yesu atafanyika Bwana kwenye maisha yako. Njoo tu mama, njoo tu binti, njoo kijana, njoo tu, usiogope. Hebu mshangilieni Yesu wakati anakuja. Sasa narudi.
Asante Bwana Yesu. Lakini pia wewe ambaye uko nyumbani, sauti hii inafika hapo nyumbani kwako, umekaa kwenye TV yako, umekaa sebuleni unakunywa kahawa, lakini unaujua kabisa hujaokoka. Fuata maneno haya, fuata sala hii ambayo nitakuwa naongoza hawa, na Yesu atafanyika Bwana kwenye maisha yako, na utazaliwa upya tena, na Yesu atakuongoza na kukupigania, atakutoa kwenye giza na kukuingiza tena katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Nyinyi ambao mmekuja hapa mbele, inueni tu mikono yenu juu, inueni tu mikono yenu juu. Fuata sala hii nitakao na kuelekeza. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote ambazo nimezifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Bwana Yesu, ninaomba unisamehe makosa yangu yote, na ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike kwa upya kwenye kitabu cha uzima milele. Kuanzia sasa na kupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia ndani yangu kwa upya tena, kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Unipe neema ya kushinda majaribu, ya kushinda nguvu za giza, ya kushinda dhambi. Uovu usinishinde, mambo ya dunia usinishinde. Unipe neema ya kusonga mbele katika neema yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya watoto wako ambao Bwana wamezaliwa kwa upya sasa katika maisha yao. Nami naomba neema yako Bwana iwatunze na kuwalinda, na waweka mikononi mwako Roho Mtakatifu, ukawaongoze, wakafanyike baraka, wakafanyike neema katika kizazi hiki ambacho Bwana wengi wameangamia, wengi wamepotea katika mashimo, wengi wameingia katika magereza. Baba, naomba neema yako ikazidi kujifunua katika maisha yao. Wape neema kusonga mbele zaidi, wakae washindi kwa jina la Yesu. Dhambi si washinde, uovu si washinde, shetani na majenti wao wasiwashinde, bali ukawatunze na kuwalinda kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi yako tena. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa nyinyi mmezaliwa kwa upya, na kule mbinguni dhambi zenu zote zimefutwa, na wala hakuna tena hukumu yoyote juu yenu. Wachungaji, mwabandike mikono mkiwaombea neema ya Bwana, lakini pia mkawape maelekezo namna ya kuweza kutembea katika neema hii.